matendo yake Mungu anayotutendea. Ametupatia afya, pumzi tunapumua bure, mali zinazotuzunguka ni ukarimu wake. Tumrudishie zaka na dhabihu ghalani mwake, ili kiwemo chakula katika nyumba yake, asema Bwana. Madirisha ya mbinguni atayafungua na kutubariki. Tumrudishie zaka na dhabihu ghalani mwake, ili kiwemo chakula katika nyumba yake, asema Bwana. Madirisha ya mbinguni atayafungua na kutubariki. Kuna wengine wamekufa, lakini sisi tuko hai. Pia wengine wagonjwa, lakini sisi tuna afya. Tumrudishieni Bwana kwa moyo wa shukrani. Kuna wengine wamekufa, lakini sisi tuko hai. Pia wengine wagonjwa, lakini sisi tuna afya. Tumrudishieni Bwana kwa moyo wa shukrani. Tumrudishie zaka na dhabihu ghalani mwake, ili kiwemo chakula katika nyumba yake, asema Bwana. Madirisha ya mbinguni atayafungua na kutubariki. Tumrudishie zaka na dhabihu ghalani mwake, ili kiwemo chakula katika nyumba yake, asema Bwana. Madirisha ya mbinguni atayafungua na kutubariki. Tumrudishie zaka na dhabihu ghalani mwake, ili kiwemo chakula katika nyumba yake, asema Bwana. Madirisha ya mbinguni atayafungua na kutubariki. Tumrudishie zaka na dhabihu ghalani mwake, ili kiwemo chakula katika nyumba yake, asema Bwana. Madirisha ya mbinguni atayafungua na kutubariki. Tafakari, ulimi ni kiungo muhimu katika mwili wa mwanadamu, nacho chafanya kazi kubwa iliyo njema. Lakini ulimi usipotumika vyema waweza leta maafa. Tafakari, ulimi ni kiungo muhimu katika mwili wa mwanadamu, nacho chafanya kazi kubwa iliyo njema. Lakini ulimi usipotumika vyema waweza leta maafa. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu yaja mbele yetu. Chunga sana yale usemayo. Je, umekuwa chanzo cha magomvi au umekuwa baraka kwa wengi? Tangaze Kristo. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu yaja mbele yetu. Chunga sana yale usemayo. Je, umekuwa chanzo cha magomvi au umekuwa baraka kwa wengi? Tangaze Kristo.
na watu wengi waliamini wakavutiwa kuingia kanisani, lakini wengi tumewakatisha tamaa kwa maneno yasiyo na maana. Wakristo, hebu sasa na tupone. Kuna watu wengi waliamini wakavutiwa kuingia kanisani, lakini wengi tumewakatisha tamaa kwa maneno yasiyo na maana. Wakristo, hebu sasa na tupone. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu yaja mbele yetu. Chunga sana yale usemayo. Je, umekuwa chanzo cha magomvi au umekuwa baraka kwa wengi? Mtangaze Kristo. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu yaja mbele yetu. Chunga sana yale usemayo. Je, umekuwa chanzo cha magomvi au umekuwa baraka kwa wengi? Mtangaze Kristo. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu yaja mbele yetu. Chunga sana yale usemayo. Je, umekuwa chanzo cha magomvi au umekuwa baraka kwa wengi? Mtangaze Kristo. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu yaja mbele yetu. Chunga sana yale usemayo. Je, umekuwa chanzo cha magomvi au umekuwa baraka kwa wengi? Mtangaze Kristo. Baada ya maneno hayo, ni wakaribishe nitumie dakika zenu chache kwa ajili ya neno fupi kabisa la utangulizi kabla ya kwenda kushiriki meza ya Bwana. Dakika chache tutakapomaliza kwa somo hili, basi tutaendelea kwa ajili ya meza ya Bwana. Hebu tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa neema yako umetuleta kuabudu Sabato. Ruhusu dakika hizi chache ziwe zenye faida katika maisha yetu. Maneno yako matakatifu tunapoyasoma, Bwana, sikilizisha neno lako ndani ya mioyo yetu, sauti yako tuisikie na tukageuzwe tuwe tayari kukulaki unapokuja. Naamini Bwana umetenda na uko pamoja nasi, katika Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Somo fupi la mchana wa leo nimelipa kichwa kinachosema tangazo la kuja kwa Yesu tena. Jamani, tangazo la kuja kwa nani? Yesu anakuja tena. Tangazo la kuja kwa Yesu. Yesu anakuja tena. Katika ulimwengu huu tunaoishi, marafiki zangu, tumaini pekee la hakika lisilokuwa na shaka ambalo limepaswa kuwa kwenye mawazo ya kila mmoja wetu ni ya kwamba siku moja Yesu aliyesema atakuja, na kweli atakuja. Hatuna tumaini lingine katika maisha haya. Hatuna tumaini lingine katika maisha haya. Mambo yote yanapita. Maisha yanapita, haya ya dunia hii. Fedha na dhahabu zinapita. Na mashamba yanapita. Hata marafiki wanapita. Sasa tumaini letu na faraja kubwa ni nini ikiwa maisha yana sura hiyo? Ni ya kwamba baada ya maisha haya, baada ya masumbufu ya dunia hii, watu hatulali usiku na mchana, tunatafuta maisha, changamoto za kila namna, magonjwa, tabu na dhiki,
hayo yote yatakapopita, Yesu atakuja tena. Amen. Yesu atakuja tena. Na kwa kweli hata uwepo wetu hapa kanisani, nawaambia hata mimi mwenyewe, kusingekuwa na tangazo la kwamba Yesu atakuja, maisha yangekuwa yanakoma hivi hivi. Maisha yakikoma imekwisha. Ingekuwa ni hivyo, ingekuwa na maana gani hata kuja kusali kanisani? Ili iweje? Tunakuja kusali kwa sababu tunatumaini la hakika ya kwamba muda sio mrefu yeye ajaye aliyesema atakuja upesi. Amen. Hebu sikilizeni marafiki zangu mnaonisikiliza. Kila mahali katika dunia hii pamejaa tangazo la ujio wa Yesu. Kwenye television, ukifungua TV yako, na kuhakikishia kila channel utakayofungua inakutangazia Yesu anakuja tena. Taarifa ya habari utakayosikiliza ni tangazo la kwamba Yesu anakuja tena. Utaona habari ya vita vinavyoendelea. Nakwambia, sikiliza taarifa za habari. Kila inapoitwa leo, utakutana mara vita huko Gaza, mara Urusi, mara Ukraine, mara wapi, kila mahali. Hali ni mbaya, watu hawana uhakika na maisha. Wengine hawaamini kama kutakucha. Siku moja ilinyesha mvua ambayo hawakujua ilitoka wapi, wakaamka moto wote umezimika. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Tunapoyaona yaliyoandikwa, yaliyotabiriwa yakitendeka, hayo ni tangazo ya kwamba Yesu anakuja tena. Anakuja tena. Mwaiti ameandika habari ya majanga ya asili. Kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho sura ya 1. Ameandika akaeleza. Tumeona hivi karibuni, nadhani hata miezi 2-3 haijaisha, mafuriko yametafuna maisha ya watu, yamekula maisha ya watu, vimbunga vimekula maisha ya watu, paka inatisha, inasikitisha. Kule China hali ni mbaya, kule Ufilipino hali ni mbaya, nchi za wenzetu hali ni ngumu. Wakati tunapokuwa tunatazama, tunarudi kwenye maandiko matakatifu. Nipoangalia mambo mengine yameandikwa vile vile, paka na miji litajwa. Mama wake alionyeshwa kabisa ya kwamba dakika chache kabla Yesu hajatokea, hili litatokea katika mji huu. Ndugu zangu, yametokea vile vile, hakuna hata lililopungua. Tunapoyatazama tunang'amua ya kwamba Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Zangu na wataarifu Yesu anakuja tena. Tunapokuwa tunaona habari ya mambo ya miujiza duniani kule, matapeli wa kiroho, makristo wa uongo, manabii wa uongo, kila mahali pamejaa miujiza, kila kona. Ndugu zangu, hata nyinyi mashahidi mnaofuatia mitandao ya kijamii, tarehe 25 mwezi uliopita, mwezi wa 9, tarehe 25 mwezi wa 9 tu uliopita, ni wiki moja imepita, elfu ya watu wamekusanyika kwenye mapori na kwenye milima wakiaminishwa kwamba tarehe 25 mwezi wa 9 Yesu anatokea, anakuja. Na watu wamekusanyika, nilikuwa naangalia mpaka nasikitika. Maelfu ya watu. Yaani ukiangalia mpaka kusema watu wengine kabisa unaona hata ni mtu, unaona kama ni msomi kabisa huyu. Huyu ni msomi kabisa huyu. Wamebeba watoto wao, wamebeba mabegi, wamebeba miamvuli. Ni maelfu ya watu, mamia kwa mamia, wanaenda maporini tarehe 25 mwezi wa 9 2025, eti wanaenda kunyakuliwa. Inashangaza kabisa. Nilipokuwa naangalia ile juzi taarifa zinaangalia mpaka nasikitika kabisa. Nasikia watu wamebeba mabegi makubwa, wengine ya mgongoni. Watu wanahangaika, nikaona wengine mpaka wanapandisha kwenye ule mlima, wanachoka, wananyanyuliwa, wanashika mikono, wanaanza kuenda, wanajikongoja na pandisha kule kwenye vilele. Mara wakatoka kwenye msitu, wanaiva, wanamngoja Yesu, wananyosha mikono juu. Wanangoja kunyakuliwa. Ndugu zangu, swali rahisi, tarehe 25 Yesu alikuja. Hayo yote
yalitabiriwa kabla Yesu hajatokea. Utapeli wa kiroho utaongezeka. Nilipoona hilo, maana yameandikwa hivyo hivyo, watu watakusanyika mahali kwa udanganyifu wa shetani. Nikasema kweli Yesu anakuja haraka. Mnanielewa? Yesu anakuja haraka. Jambo moja lililosalia limeandikwa katika kitabu cha matukio ya siku za mwisho, udanganyifu wa mwisho wa shetani. Amebaki kuja mwenyewe, anapaa mawinguni. Kama tumeona mawakala wake wanakusanya watu ili wanyakuliwe, kimebaki ni shetani mwenyewe atatokea akipaa mawinguni na kuambia mimi ni Yesu, nimekuja kuwachukua. Ndugu zangu, kila mahali matukio yanayoendelea yanatutangazia ya kwamba Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Yesu akawaambia maneno ya ngoja ni asome haya. Kitabu cha Luka. Nani asome haya maneno? Yesu aliyasema tunapoyaona hayo, kazi yetu tufanye nini sasa? Kazi yetu tufanye nini tunapoyaona hayo yakiendelea katika dunia hii? Tufanye nini? Yesu alisema katika kitabu cha Luka 21 fungu la 34 mpaka 36. Akasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Bwana asifiwe. Jamani, katika nayoendelea, kazi yetu ni kujiangalia tusilemewe na masumbufu ya maisha haya. Ndugu zangu, maisha haya yapo. Mama White alisema hivi katika habari ya maisha haya, ni kupambana kana kwamba Yesu atakuja miaka 1000 ijayo. Lakini katika habari za maandalizi, mambo ya kiroho, ni kupambana kana kwamba Yesu atakuja jioni ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo sentence umeielewa? Ndio. Maana yake mambo ya maisha haya tunapopambana kana kwamba Yesu atakuja miaka 1000, jambo la kwanza ni kwamba jambo litakalotoka miaka 1000 na litakalotoka jioni ya leo linaanza ni jioni ya leo. Maana yake kwa mambo ya kiroho, ndugu zangu, kama ni kuomba, kukesha kwa maombi, kama ni kufunga, kama ni kusoma Biblia, kama ni kuhubiri Injili, yoyote, kama ni kuungama na kutakasa mioyo, kuondoa dhambi zote, kama ni kuleta suluhu waliokukosea, maana tuwezi kwenda mbinguni na vinyongo, kama ni kuyafanya matengenezo ya kiroho, ni kuyafanya kana kwamba jioni ya leo Yesu atakuja. Amani, Bwana asifiwe. Amina. Lakini leo hii watu, dunia inatuchukua kwa biza na dunia, tunasahau kujiandaa kwamba Yesu atakuja jioni ya leo. Kana kwamba Yesu atakuja jioni ya leo. Niwatie moyo marafiki zangu. Anasema basi kesheni ninyi wakati wote mkiomba, ili muweze kuokoka. Bwana asifiwe. Amen. Tukesheni. Kama hujaanza maombi ya dhati, wewe na familia yako, ndugu yangu, kama utafuti utakaso, ukiungama dhambi na makosa, ndugu zangu, amini ninachowaambia, muda tusioujua, namu hauko mbali, tutafungiwa mlango wa rehema, ndipo tutashangaa. Watu wanasema tunasubiri alama ya mnyama itakapotangazwa tu. Tukisikia Marekani tunatangaza baada ya Jumapili, ninakuwa wa kiroho. Ngoja nikwambie, utakaposikia habari ya ibada ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma imetangazwa Marekani na kupitishwa na bunge kuwa ni siku rasmi, mlango wa rehema kwa wasabato umekwisha kufungwa. Hakuna matengenezo yote unaweza kuyafanya tena. Haiwezekani tena kabisa. Ngoja niwaambie, mnaofuatilia taarifa za ulimwengu
tunavyokwenda. Kumekuwa na vuguvugu siku chache zilizopita, tena la nguvu kabisa, la kulazimisha Jumapili kwa siku ya ibada. Hayo mnanielewa vizuri? Na baadhi ya majimbo kule Marekani, miongoni mwa majimbo, hata unaweza kama una Google hapo, jimbo la Utah na Texas, kule ni rasmi kabisa, ibada ya Jumapili ni lazima. Hebu kagugo mwenyewe, jimbo la Utah na Texas na jimbo na kule India, nikasikia juzi na kule India, kule inakuwa ni rasmi. Kama alisema tutakapoona hayo, maana yake mlango wa leo tafunga muda wote. Kama majimbo kadhaa, kama sio mawili matatu, ni kadhaa ambayo tayari ameshalasimisha, kilichobaki ni kimoja tu, ni kupigiwa kura na bunge la Marekani kuwa ni siku rasmi ya ibada Jumapili. Ikipitishwa na bunge dakika yoyote, ni kwamba kwa msabato hakuna rehema tena. Niwatie moyo marafiki zangu, tunapoona yanayoendelea duniani, tutambue ya kwamba yeye anayekuja anakuja upesi. Na Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Tujiandaeni. Sasa tangazo la mwisho katika yote, achana hayo yote yanayoendelea, mimi nakutia moyo kwa tangazo hili la pekee. Tangazo la pekee nalo tumelisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 26. Neno la Bwana linasema hivi: maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Bwana asifiwe. Amen. Yaani achana mengine tunayoyasema kwetu leo tuliokusanyika hapa. Yesu alisema yule alaye mkate na divai kwenye kikombe, akasema hivi, mwaitangaza mauti ya Bwana, ya kwamba kuna wakati Yesu aliwahi kufa msalabani. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna wakati uliwahi kuwepo zamani, Yesu aliwahi kusulubiwa msalabani, akamwaga damu yake ya thamani, akaangikwa juu ya msalaba, akavikwa taji ya miiba. Ni kweli kuna wakati aliwahi kuchoma mkuki wa ubavu, yakatoka maji na damu. Ni kweli kuna wakati aliwahi kulia Yesu msalabani, uwasamehe maana hawajua tendalo. Ni kweli tunapokula mwili, tunapokula mkate, tunatangaza kwamba kuna wakati uliwahi kutokea Yesu aliangikwa kwa ajili ya wote wenye dhambi, akamwaga damu yake. Ndio akasema tunapokunywa divai, ndio tunakumbuka ya kwamba kuna siku askari mmoja wa Kirumi alinyosha mkuki kwenye bavu wa Yesu, ndio yakaluka maji pamoja na damu. Ni kweli tunakumbuka ya kwamba alipowekwa taji ya miiba, damu zilichuruzika kwenye uso wake. Hivyo hii ni tangazo ya kwamba Yesu alikufa, lakini ni tangazo namba 2 ya kwamba alisema tunatangaza mauti hata ajapo. Kumbe huyu aliyekufa anakuja tena. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Yesu anakuja tena. Kwetu sisi leo katika ibada hii tunaposhiriki meza ya Bwana, ni tangazo la kwamba Yesu alisema atakuja, na hivyo atakuja tena. Jambo hili ni la kweli na hakika na amini. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Maanisha nini? Alisema kwenye Luka 22. Luka 22 fungu la 18. 22:18 akasema, hata nianzie huku, nianzie 14. Hata saa ilipofika aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Hili ni tangazo ya kwamba Yesu atakuja, na ipo siku tena tutakusanyika mezani kule mbinguni. Yesu alisema sitashiriki nanyi tena, ila itatimizwa katika ufalme wa nani jamani? Ufalme wa nani? Basi tangazo hili ni jema.
tunaposhiriki meza ya Bwana leo, tunatangaziana ya kwamba Yesu aliyekufa msalabani hivi karibuni atakuja. Maana alisema mnapofanya hivyo mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mungu atusaidie katika haya yote, tuamini Yesu anakuja. Ndugu zangu, tunapomaliza ibada ya mchana wa leo, toka na neno tu moja: Yesu anakuja saa yoyote, muda wowote, kazi itakwisha. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi sio nabii wala sio mwana wa nabii. Kwa kweli hata sijui mambo ya unabii, kwamba sijai kuota unabii, lakini ninavyousoma unabii uliofunuliwa katika maandiko matakatifu kwa manabii wake, inanithibitishia kabisa muda sio mrefu. Jamani, ni muda mrefu, sio mrefu. Lolote inaweza likatokea duniani na kazi ikakwisha. Mungu atusaidie tutembee na hilo neno, tutengeneza maisha yetu, tuache kucheza na dhambi. Mzee wa kanisa, tuacheni kucheza na dhambi. Mzee Petro, tuacheni kucheza na dhambi, na wengine wote, na mimi, tuacheni kucheza na dhambi muda wowote. Hata hivyo hatujui ni lini kazi yetu itakwisha. Mama wote aliandika kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 nadhani ukurasa wa 57, anasema hivi: muda sio mrefu kazi ya maombezi itakoma, na hivyo ishara akasema kazi kwa waliokufa hukumu yao imekamilika, na hivyo hukumu iko kwa walio hai, na jina litakapotajwa mbinguni halirudiwi tena. Mnanisikia? Kwa kuwa sijui jina langu itatajwa lini, inawezekana siku ambayo nacheza na vizambi ndio siku inatajwa jina mbinguni, kwamba fulani, inaonekana sijafaa kuingia mbinguni. Jina likitajwa imepita. Kwa kuwa hatujui majina yetu yatatajwa lini, maana anaanza kushughulika na waliomo kanisani. Ndugu zangu, kabla kazi ya maombezi mbinguni haijakoma, kazi yangu mimi na kazi yako ni kukabidhi maisha kwa Bwana. Yeye atawale maisha yetu na kuacha dhambi zote, ili Yesu atawale maisha yetu. Bwana atusaidie tunapoenda kwenye meza ya Bwana ya mchana wa leo, na ambayo inatanguliwa na kutawadhana miguu aliyoianzisha Yesu kwenye kitabu cha Yohana 13 fungu la kwanza hadi 14. Akajishusha akawatawadha miguu, ishara ya kujishusha na kunyenyekea. Jamani, kwenye ibada leo tunyenyekee. Hatuna mkubwa, hatuna bosi. Mnanisikia? Kwenye mambo ya kiroho hatuna bosi, hatuna mkubwa. Wote kama Yesu aliyekuwa mwalimu na Bwana tena muumbaji, alishuka chini akapiga magoti akaosha miguu ya Yuda. Unamjua Yuda? Alikuwa anaenda kumsaidi siku moja tu inayokuja, anaenda kumuuza. Alijua kama anaenda kuuzwa. Huyo muuzaji wake akamnawisha miguu. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo ni tendo la kujishusha kiasi kwamba unaondoa fundo lolote moyo, unaondoa ugomvi wowote, chuki yoyote, unaondoa tabaka lolote. Ni kujishusha, tunakuwa sawa mbele za Mungu. Hilo tendo tuendelee kulifanya. Bwana asifiwe. Amina. Jishushe na tuondoe kila aina ya kifungo wala tabaka lolote kwenye maisha yetu, na hivyo ndivyo Bwana atakavyo. Bwana atutendee mema kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Anasema Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Bwana watendee mema. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mkufu ni wako na nguvu, ufalme na mamlaka. Asante kwa ajili ya mchana huu wa leo, tunapokuja katika ibada hii ya meza ya Bwana. Umetukumbusha maneno haya machache na ya msingi katika maisha yetu. Tusaidie Bwana kuzihesabu siku zetu. Tujipatie moyo wa hekima wa kukucha wewe na kukuabudu. Ninaomba kwa ajili ya kanisa lako, tupatie neema machoni pako. Utuhurumie udhaifu wetu, unyonge, dhambi, makosa na maovu. Damu yako Yesu inatosha kututakasa. Tusafishe mchana wa leo. Tunaponyenyekea mno katika ibada hii, pokea maisha yetu.
Kwa kuwa ulisema katika ibada ya meza ya Bwana, meza yako takatifu, unakuwepo wewe ukihudumia watu wako. Ruhusu kwa mikono dhaifu ya wanadamu itakayohusika, wewe mwenyewe ukawahudumia watoto wako. Amen. Neema na baraka tumeziomba. Roho wako Mtakatifu pamoja nasi ndani yetu, akituongoza na kutufundisha mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen.